kifupi. Kwa kifupi, vile leo tumesema katika kamati yetu ya Interfaith Council, tuwashukuru sana wa Kenya kwa vile tumefuatilia miongozo tuliowapa katika kufungua mahala pa ibada, na tunaona karibu asili 95 ambao asilimia tumefuatilia masharti kulingana na vile tuliwaomba miongozo ya Interfaith Guidelines. Baada ya kuangalia hayo, basi sisi katika kamati hii kuu ya Interfaith tumeamua ya kuwa tayari tuko kufuatilia hiyo miongozo, kufuatilia na hatua zile zimetolewa kuanzia phase ya kwanza, hatua ya kwanza katika kufungua rasmi mahala pa ibada, na ndipo tumeamua tutaanzilia hatua hiyo, phase hiyo ya kwanza tariki 18 mwezi huu wa Agosto mwaka huu, yani Jumanne ijao. Na katika phase hii ya kwanza mwongozo watueleza wale ambao watakuwa wakishiriki katika ibada ni wale ambao wanaweza toshea katika mahala kulingana na social spacing ya 1.5 meters. Ibada haitaweza kupitisha dakika 90. Sasa tumeweka hiyo kama limit. Na baadaye wale ambao watashiriki ni wale wamepitisha miaka 6 na wako chini ya miaka 65. Na tukasema tuendelee sana kufuatilia kuweka barakoa, kunawa mikono na kuweka hiyo distance moja kwa mwingine katika wakati wa ibada. Na mwisho tukumbushe tuweze kusanitize mahali hapo mara kwa mara. Tuwaomba wale wazee, wagonjwa na wote walio na tuseme magonjwa yale ya maisha waweze kuendelea kuabudu kutoka manyumbani. Yani kila mtu achukue hatua hiyo ya kujiongoza, uhuru wa mtu, ili tujikinge sana tujikinge wale wazee na wagonjwa kati yetu. Basi tumezungumzia tena tukasema vijana tuwaomba, tuwasihi mfuatilie sana miongozo hii, kwa sababu nyinyi ndiye mko katika kila mahala, muweze katika hii vita tumeingia dhidi ya COVID-19 kuchukua silaha zenyu, na silaha ni barakoa, kuweka hiyo social distances, kutochanganyika na kuangalia ili tusisambaziane hii virusi moja kwa mwingine. Mwishowe tumezungumzia mazishi, tukaomba katika phase hii ya kwanza idadi ni 100 katika mazishi, lakini kaburini kutakuwepo tu 15. Tuwaomba tufuatilie ili mazishi isiye mahala pa kuambukiziana hii virusi, na tena tukaleta majonzi baada ya majonzi. Mwisho tumeomba wale wote ambao wamehusika katika kamati za COVID kule counties wafuatilie kulingana na vile tulielezwa na cabinet secretaries wa interior na health, tuweze kufuatilia na kusaidia wananchi wote katika mahala pa ibada kufuatilia miongozo ambao yametolewa